Novemba 15, 2025. Watoto katika shule ya Sabato. Imeandaliwa na Mrs. Lea Msambwa Maro, mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato CTF-CTU. Ili kuamsha shule ya Sabato kwa watoto, kuna mambo matano muhimu ya kutiliwa umakini na mkazo mkubwa kama ifuatavyo. Ya kwanza, umuhimu wa shule ya Sabato katika maisha ya watoto. Shule ya Sabato ni muhimu mno katika maisha ya mtoto, kwani ni hapo mtoto hujifunza kuhusu Mungu, kujengewa maadili imara na kuimarika kiimani. Hivyo isichukuliwe kama eneo la burudani, bali kama ibada kamili kama ilivyo kwa watu wazima. Hivyo wafundishwe kusali, kuimba nyimbo za kumsifu Mungu wao na kusoma Biblia kwa bidii. Kwa namna hii mtoto atapata msingi mzuri wa maisha ya kiroho ambayo yatamuimarisha kiimani na kusimama imara nyakati za changamoto mbalimbali za kiroho maishani. 2. Uimbaji na walimu na wazazi katika shule ya Sabato ya watoto. Walimu wa shule ya Sabato na wazazi wanapaswa kuwa na bidii ya kujilisha neno la Mungu na kuwa na ufahamu mzuri wa neno la Mungu. Hili litawasaidia kuwa watu wa kiroho na wenye na nguvu ya mvuto wa Roho wa Mungu, kuwasaidia watoto kukua kiroho na mfano wa kuigwa. Ni muhimu kwa walimu kuwa na subira, upendo na kujitolea wanapowafundisha watoto. Pia watafute kukubaliwa na Mungu, maana wakifundisha kilichokubaliwa na Mungu kitakubaliwa pia kwa watoto. Hivyo watazalisha wanaume na wanawake wanaohitajika kwa kanisa la Mungu duniani, watakaofaa kwa ufalme ujao. Wazazi na walimu watamtafuta Mungu na Roho. Wanaposhirikiana, watoto wanakuwa na uzoefu wa kipekee wa kiroho. Kwa mfano, mzazi ambaye humsaidia mtoto wake kufanya mazoezi ya somo la shule ya Sabato nyumbani husaidia kuimarisha yale anayojifunza kanisani na hivyo kumlea mtoto katika njia ipasayo. Kanisa litapata akina Yusufu na Danieli wengi katika dunia vilivyochanganyikiwa. 3. Mafunzo ya tabia na nidhamu kwa watoto. Nidhamu na mafunzo ya tabia ni mambo muhimu yanayopaswa kufundishwa katika shule ya Sabato. Hii inajumuisha kuwafundisha watoto kuwa watii, wenye heshima na wenye upendo kwa wengine. Nidhamu ya kweli inaanza nyumbani na inaimarishwa kanisani. Watoto wanapaswa kufundishwa umuhimu wa kutii maagizo, kuwa wanyenyekevu na kuheshimu mamlaka na utulivu katika nyumba ya Mungu. 4. Jinsi ya kufanya masomo ya shule ya Sabato yavutie kwa watoto. Masomo ya shule ya Sabato yanapaswa kuwa yenye kuonesha kicho mbele za Mungu, watu na yenye kuvutia, kuelimisha na si vichekesho na mizaa. Watoto wanapenda masomo yanayojumuisha visa vya Biblia, michezo na masomo yanayochochea fikra zao za kufahamu Muumba wao. Walimu wanapaswa kutumia mbinu mbalimbali kama michoro pia na michezo ya kuigiza ili kufanya masomo yawe ya kuvutia na ya kueleweka zaidi kwa watoto katika ibada yao ya shule ya Sabato. 5. Kukuza roho ya huduma na ukarimu kwa watoto.
Sehemu nyingine muhimu ya ukuaji wa watoto katika shule ya Sabato ni kuwafundisha umuhimu wa huruma na ukarimu. Watoto wanapaswa kufundishwa jinsi ya kuwa msaada kwa wengine, hasa wale wenye uhitaji. Hivyo washirikishwe katika matendo ya huruma, watoe nguo au viatu au chochote walichonacho na kuwapa watoto wenzao waishio katika maisha magumu. Hii inaweza kufanywa kupitia miradi midogo ya huduma kama vile kutembelea wagonjwa, kuwasaidia wazee au kukusanya mavazi na chakula kwa wale wasiojiweza. Bwana atubariki na kutuwezesha kutenda haya. Amina. Baada ya kanisa tunapatiwa watoto wa pili na watoto wa kanisa la Kurumuzi. Karibuni. Kutoka mambo ya Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samweli, Wafalme, Mambo ya Nyakati, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Misali, Wimbo Uliola, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Haggai, Sefania, Hagai, Zakaria, Malaki. Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Wakorintho, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike, Timotheo, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, Petro, Yohana, Yuda, Ufunuo. Asifiwe. Nasemaje kwa hiyo kuongozi? Kumkaribisha yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni somo la 7 Novemba 15, 2025. Nina kichwa cha somo kinachosema kuomba kwa ajili ya uvimbe. Linamhusu Maria anayetokea Chile. Somo linaanza kwa kusema Maria ni mtoto ambaye ni mtoto wa kwanza katika familia ambayo ilikuwa inamcha Mungu. Alikuwa na miaka 21. Familia ilikuwa ikimcha Mungu lakini haikuwahi kumwomba Mungu wa mbinguni. Siku moja mdogo wao wa mwisho ambaye ana miaka 5 alipata matatizo, na alipompeleka hospitali daktari aliwaambia kuwa mdogo wao ambaye anaitwa Angelo mwenye umri wa miaka 5 ana uvimbe katika kichwa. Maria alimwomba sana Mungu amsaidie mdogo wake apone, kwa sababu hakuwahi kumwomba Mungu, hakuamini kama Mungu angemsaidia. Alimwambia na mwalimu ambaye alikuwa akimfundisha Angelo shuleni. Mwalimu ambaye alikuwa akimfundisha Angelo shuleni alikuwa ni Mwadventista Msabato na alikuwa ni mke wa mchungaji wa kanisa hilo. Aliwaambia
washiriki wote wa kanisa lake wamwombee mtoto huyo ambaye aliyekuwa na miaka 5 mwenye uvimbe katika kichwa. Walizidi kumwombea. Kadri siku zilivyoendelea, Maria aliendelea kumwomba Mungu amsaidie mdogo wake atakapofanya upasuaji aweze kupona, na alimwahidi Mungu kuwa mdogo wake akipona wataenda katika kanisa ambalo alikuwa akisali mwalimu wake Angelo. Miezi ilikaribia kufanya upasuaji kwa Angelo. Ilipofika siku ya kufanya upasuaji Angelo alifanyiwa salama, na baada ya mwezi mmoja Angelo alipona. Watu wengi walifurahi, watu wa familia yake walifurahi pamoja na mwalimu wake Angelo na mchungaji. Ila Maria alijiuliza kwa nini lile kanisa lilimwombea mdogo wake alipokuwa anaumwa, maana alikuwa halimjui wala halimfahamu. Lakini alikumbuka ahadi yake kuwa mdogo wake akipona wataenda yeye na familia yake katika kanisa la mwalimu wake Angelo. Sabato moja walienda katika kanisa hilo na walikaribishwa kwa furaha sana. Walifurahi kwa sababu kila mtu ile kanisa aliwapokea kwa furaha na kuwakaribisha. Na familia ya mchungaji ambayo ilikuwa ndo ya mwalimu wake Angelo ilizidi kuwatembelea nyumbani kwao, na walikuwa wakiwapa masomo ambayo yangeweza kuwasaidia kuendelea kuwa na mshikamano katika familia yao. Siku moja Angelo na familia yake walijitoa kwa ubatizo. Baada ya miaka 2 walijitoa kwa ubatizo. Hata mdogo wa Angelo ambaye kwa sasa ana miaka 7 alibatizwa. Mnasemaje? Na kwa sasa Angelo anaendelea vizuri na familia yake. Bwana alibariki neno katika jina la Yesu. Amen. Yes. Unasemaje kwa ufunzaji huu? Amina. Sasa tunakuja katika kipindi cha utambulisho. Tunaanza kwa kaka yetu hapa. Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Julia Naso kutoka kanisa la Bwana mhudumu wa muziki wa leo. Amina. Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Joel mhudumu fungu na ombi. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Faraja Francis, nimaletea somo la utume.